Dalili inayofuata ni mabadiliko makubwa ya kimwili, tunaita somatic symptoms. Yani unakosa usingizi ama unalala sana, unalala zaidi ya masaa, yani umelala saa 2 usiku lakini unaamka saa 5 asubuhi, na ukishaamka unakosa kitu chochote cha kufanya. Yani unakuwa upo, yani unajiuliza kwamba hivi nataka nifanye nini hata hujui. Unajiuliza niendelee kulala lakini moyo hautaki kulala, nikae lakini hautaki kukaa, niende nikapo vivi. Yani unakuwa upo hadi unasema hivi mbona sielewi nini kinaendelea. Unakaa kwenye hali ya kutokujielewa. Sinaelewana. Najua hizo hali inawezekana wengi tunapitia, lakini ukiona hiyo dalili ujue kwamba kuna kitu kimekukatisha tamaa, kuna kitu hakiendi sawa. Hello? Tunaelewana Lakini kingine ni uchovu wa kudumu. Yani umetoka kulala, sasa umelala masaa 8 lakini ile unaamka unajiona mwili wote hautaki kuamka kwa sababu unaona ni kana kwamba umelala masaa 2 tu, umechoka sana. Hiyo ni dalili ya kwamba pia inawezekana umekata tamaa. Lakini dalili moja tu isikuthibitishie kwamba umekata tamaa. Ni dalili zote ziwepo, ziunganishe na zikuthibitishie kwamba kuna jambo haliendi sawa. Kingine ni kujitenga na kutokuwa na nguvu. Yani wewe kama ulikuwa unaimba kwaya huji tena. Wakikuuliza nini kimetokea, unawadanganya tu, kwaya huji. Ulikuwa unashiriki kwenye jambo fulani, hutaki tena kwenda. Yani ulikuwa ni mwalimu tena kwenye lesson, unatoka unawaambia kwamba nipumzike kwanza. Yani unaamua kujitoa kwenye kikundi fulani na unakaa pembeni kwa madai fulani kwamba unataka ufanye kitu fulani. Hata mimi iliwahi kunitokea. Kipindi hicho ambacho nimekata tamaa, nilikuwa naimba tukasa muhas. Kwa hiyo nilikuwa siendi zoezini, siendi vipindi vya usiku, kusali sisali, sisomi Biblia, siendi darasani, nipo tu nimelala, hata sielewi ninachofanya. Nikikutana na mtu anayenifahamu, kwa sababu unajua ataniulizia naendeleaje, sikutani naye nakatiza njia, kwa sababu nataka kubaki peke yangu. Na ndio maana watu wanakutana na wimbi kubwa la kujiua, kwa sababu wanapopitia wakati kama huo, anahitaji mtu fulani amtie moyo, anahitaji mtu fulani amtie faraja, lakini hakutani naye. Kwa sababu kila mmoja pia anapitia changamoto zake, kila mmoja anapitia magumu yake, hivyo tunasahau kutiana moyo. Hello? Kwa kila mmoja anayakwake anayokutana nayo, lakini ukikutana na mwenzako mtie moyo, hata msalimie, tumwambie kwamba Mungu anakupenda. Dalili nyingine ni kudhoofika kwa maisha ya kiroho. Ndio hiyo usomi Biblia tena, huhudhurii tena mazoezi ya kwaya kama ni kwaya. Ndio hiyo tena, yani unakuwa huoni uzuri wowote wa maisha. Sasa Elia pia alipitia hiyo hali.